Na ndugu mfuatiliaji wa Sala na Kazi TV, endelea kuhabarisha kwa habari ya maisha ya dada yetu Sifa Bujune wakati wa uhai wake na baada ya kifo chake kutokea. Hizi ni taarifa chache miongoni mwa taarifa zinazoendelea. Unaona mawakili maaskofu wanasikitishwa na kifo cha dada yetu Sifa Bujune kutokana na utu wake na ubinadamu wake aliyoonyesha wakati na enzi za uhai wake. Endelea kuwa nasi kwa ajili ya taifa mbalimbali. Asante sana. Ninaja nawe Yesu, Bwana ninakulilia. Sasa nimerudi kuwashukuru mashujaa wote mliopaza sauti nikiwa kizuizini, mimi pamoja na producer wangu, mawakili wasomi, vyombo vyote vya habari, kikosi kazi cha Injili, mlitutetea tena kwa hiari, na Watanzania wote kwa ujumla. Mungu awabariki sana, maana kazi yenu ni njema. Siku sita kizuizini peke yangu humo ndani, lakini ninasema baridi kali mwilini, huzuni moyoni, lakini hata hivyo ndugu zangu kuzuiliwa sinione kule ndani, lakini ninasema kwa ukali na majungu akaondoka na uchungu. Pamoja na hayo nguo zote kuvuliwa, kwa dharau kukaguliwa, bado ninasemaje? Ile hata kuthaminiwa chumbani kupekuliwa, nawambiaje? Dada Sifa wa shujaa, dunia nzima inashangaa mbele umetangulia, sote tunakuangalia kwa hukumu ulopitia, wanyonge kuwasemea, na baada hayo wasema naona vema sana kuwa miongoni mwa watu ambao tunatafuta kutengeneza Tanzania yenye usawa. Na ndio maana ninasema kwa ule wimbo najipongeza, maana kale sikuweza, ninatangaza hivi penye uonevu kujitokeza, wajibu wangu kutimiza, kwa furaha ninasema na hii ndiyo maana halisi ya uhubiri au Injili kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Isaya sura ya 1 na ule mstari wa 17. Twende msomaji. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Point. Safi sana. Point. Na hiyo ndiyo maana halisi ya Injili. Full stop. Kwa msiyojua, kilichonikuta ni kwamba niliimba wimbo uliokuwa na lengo la kuwatetea Watanzania wenzangu, na ndio uliopelekea mimi kukamatwa na kuwekwa kizuizini pamoja na producer wangu, kisha kupewa kesi yenye madai ya kusambaza taarifa za uongo kwa njia ya mtandao. Na mbaya zaidi, kwenye hiyo kesi amewekwa na mtu ambaye alishare tu huo wimbo kwenye akaunti yake, naye ni mke wa mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile. Wimbo wenyewe ulikuwa hivi: Mbarikiwa amelalamika mtoto wake ameuawa, lakini mmepuza. Natuone nyani. Amepiga kelele zilizo na simanzi, mmempa na kesi. Natuone nyani. Ushahidi uliotolewa hauendani na kesi. Hii ni kwa sababu natuone nyani. Pamoja na kulalamika viongozi mko kimya. Kuna nini? Natuone nyani tu. Mtu mmoja aliwahi kusema kwamba kichaa anayechekesha ni yule ambaye sio ndugu yako, na wali wa msibani ni mtamu ikiwa wewe haujafiwa. Ni kweli unaweza kurahisisha kwamba kufa ni kawaida, lakini inategemea na aina ya kifo. Na kijana mdogo kangolewa meno na maskari huko Ngorongoro. Natuone nyani. Taarifa hii iko wazi, watu wengi wanajua, na diwani alitangaza. Natuone nyani. Ukiingia mtandaoni utaikuta kwa upana, maelezo yameshiba. Natuone nyani tu. Rafiki wa moyo wangu, mbele yangu tangulia, ninaja nawe Yesu, Bwana ninakulilia.
siku zote. Bwana Yesu kasimame, watakao leta matisho kwa jinalo wachutame, kavunje mailisho wa dhambi wakainame. Nina haja nawe Yesu, Bwana ninakulilia, kavunje mailisho wa dhambi wakainame. Nina haja nawe Yesu, Bwana ninakulilia. Hallelujah.